First of all, give me your ear, please. Let me take the earliest opportunity to thank IEBC for conducting very credible elections. Number two, let me thank my staff who assisted me to try and win this seat, but we have not won it. And I want to thank Eric Oigo and the team who helped me go through this situation. Number three, I want to thank my wife. She's not been feeling well. Most of the time you saw sent from the county, but she encouraged me to come down and accept these results. Finally, I know what the Bible says. Psalm 75, verse 6 and 7 tells me like this: exaltation does not come from east or west or in the desert. It's God who wills and lifts one up and brings another down. So my brother, we go together in the same church, Nairobi Central Church. I'm your elder, and I want to hand over the instrument of power from Zane to the young man. And I gracefully concede that I've been defeated and accept that His Excellency Simbarati Badisi, the governor of KBC County. And finally, may I request, please, let us maintain peace, because peace can take us very far away. Whatever we do after this, let us maintain peace. Give him an easy time to govern this county and bring prosperity and progress in this county. I thank you, and I also want to take this opportunity to congratulate in advance the senator who will be taking over from me as my position as the senator of this country, and the women led who will also be taking. Let me put it on record. From my side, DAP, we have Senator Evans Jakundi, who came to witness this event, and I think Madam Jacqueline Karani was here. She has also accepted acceded to the winning of this team. And therefore, from DAP, we are in Azimio, we are all together in one party. God bless you. Oh yo! Oh yo! Oh yo! Hello, listen to me. My name is Emeritus Bishop Itaya Dr. Josiah Riogo Nyanja. I really thank God for this great day. As I have always said, and already have handed in my letter of accepting defeat. My brother here can bear me witness. I have already said it to him earlier now. And as I have been saying always, whoever we take, we will all come together, join hands and support him. As a man of God, I want to remind him of this verse from the whole scriptures. The book of Jeremiah, chapter 1, verse 5. It says, I saw you when you were in your mother's womb, and I appointed you. I don't want to go further than that. My brother, we are behind you. We will support you with prayer. We will support you in any way you will need us to do. God help our excellence for Simba Arati. Thank you very much for listening to me. Thank you, my brother. God bless you. Thank you. I want to take this opportunity
First and foremost, to thank Almighty God for the blessings of the winning of this seat of KC. Secondly, I want to thank my family, my wife, my mother, my brothers, and the entire community of Umugusi. I want to ascertain that the dean, professor, and the bishop, they spoke to me. Yesterday, professor was the first person to have called me and congratulated me. Of course, Bishop spoke to me earlier. Bishop, thank you. We will work. I want to promise that I'll bring you on board as experienced elders to guide us through the process of governing our county. I want to thank other competitors, worthy competitors, who had put resilient efforts in wanting to win this seat. My brother Machogu, my brother Manson, Amze Obure, and the other gentlemen. I want to tell them what you wanted to give the kisses, come, we combine forces. And we'll make our county great. For Governor Y, we want to thank you, because indeed, you had put also forward much effort in wanting my colleagues of the other side to win, but we have won already. And I'm happy the Ongwai, there's nothing, it was competition. We've won. Come, show me where things are, where the county has left. This is my plea to you, my brother, Elder Mzongwai. We will work. I know you've given me your staff who will serve through the transition period. We want to promise the KC residents, starting this week, you'll see the change that we want to see. I want to make this plea to my brothers and sisters in the health sector. Kindly, I know you had gone on strike. I want to call you back to work, starting tomorrow. I can see a number of them. Some representatives are here. I promise, as from next week, we arrange and pay your salaries. We will provide medicine now, all health facilities. We revive our coffee factories. Our Berethram factories will make them up. The banana factory will bring it back. The avocado factory. And I would love to ask the KC residents, please don't let me get drunk with power. Criticize positively, and we'll make our count once more great. This is my prayer. For the religious leaders, pray for us. Don't hesitate to call a sin by its name. In my government, I want to promise that indeed, kickbacks will stop all this. And that is my pledge to my people. We want to make our county great. When we correct Kisii County, will have corrected the country. Give me space for another 4 years before we start campaigning. We will make it in the name of the Lord Jesus Christ. For IEBC, we want to thank you because you guys, the county returning officer, your returning officers, the officers, all who assisted us to go through this exercise, thank you, because you have witnessed the smooth planning of the campaigns in our county.
wanakusikia karibu. Ya, usema ulikuwa kuna sisi ni watu wapenda amani. Na umeiona throughout the period you've been here. Those are the small things and sticky issues of campaign. Karibu na nashukuru. Seme Mungu awabariki. Na tunaanza kazi sasa. Asanteni sana Mungu awabariki. Want more to thank my deputy. Want to thank my deputy. Yes, I want to thank my deputy, Dr. Robert Monda, and the wife. Thank you for the vote you delivered from Nyaribari. My brother Nyonka, the vote you brought from my brother Nyonka and Dr. Demo. Thank you. You guys, you did great. From Kitutu, the whole of Kitutu. There is a propaganda, oh, Simba will fire the Kitutu, they are kissy. We retain them, they'll work. As long as they deliver, we have no problem. Thieves must start running. That's the only promise we want to give. Madam Donya, thank you too for the grant you've given us from Bonchari. South Mugrango, Mzee Kobo, and Yaboga, and the team, thank you. Bomachoge, the whole team. Mwalim Abincha, and their team, Maniga, the whole team, thank you. Bobasi, the whole team, led by Mokoro, and the other team from Bobasi, thank you. Guys, we have worked. There is big expectation from our people. We must meet the threshold. Professor, thank you there. I'll need your blessings as we're moving forward. Yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Thank you, yes. She has said everything. My campaign team, I have a number of professors among the team here. Now I want to what the professors, all the dons, yeah, madaktari, nataka nishukuru, asanteni sana. Walimu ambao tumekuwa na wao, asanteni sana. I can see a number of you. Some of you gave me money for the campaign. Thank you. Yes, that's your effort because this is your victory. Nataka nishukuru sana. Wafanya biashara katika mji huu, nashukuru sana kwa kunipa kura zenu. Na kila mtu ajihisi Kisii, tutabadilisha. Wiki ijayo mtaona yale ambayo tutafanya. Oh, naambiwa niongee Kisii. Abantu wami. Naomba. Tegeri bageri teteri tangani ngakire abandi twatwa kurwanire kirogeke wansiro mugaka Professor Bishop Gaiga mugaka Machogu mugaka Obure moyo minto manso nyamweya tete kwa tebimbi ya kono esese yi mwabeka lakini enkwana nere kubeka ngatali seyi asese yi nekerengo yese sa sese yi kwata ko bakira bonse biyamono familia ne bali bonse mwankonyete tete kotema na once a week ewood ega singwansere nimaete abakolega Simons abanyagitari led by Dr. Tucho in the union. Tete basabe mwenzi so wanja kweno moya negas weke Kenya nkomeke sure mwakaniru umusharo ino mayo mutoka nyangtani kitongorosi moyo
Tato denga ki promise you to enda ne tucha sabantu baitu. Gochikirani tole. Chance. Kuri ki factory chance tutaenda cross. Abantu bamintu babugira ngo biamono kiandege ikomi. Abantu bamintu kuri machoge biamono kiandege ikomi. Abanjali bamintu biamono kiandege ikomi. Abage tutu bamintu biamono kiandege ikomi. Abanyaribali bamintu biamono kiandege ikomi. Naba basi bamintu biamono kiandege ikomi. Ano biamintu bose mpaka no n'abantu banyamira bandi bakirite program tetko bakirambiyemo yasaba siseni trosusiye ito tokrosusiye ito twarosi kenene chechete kaije segas abakuriye gas boss tetko basabali moto kama mbia togenge kanisa tusabe no tukali maxo Jumapili naliye bali bakorere bibe tusabe rumambia na Sunday ebibe bikere Mo wanche boyo. Biamono to answer as one. Professor, I know more common experience, integrity, the rich experience you have. To be part and parcel, advise me through. I'll stand with you. And I want to promise about what I have. Biamono, yasai, avenue. Take the work, Roman Toyo, Mon Biamono. Oh, Renaro, Teto, Terra. Simbaleta. Ungwano yukuruku mambo weko kwa hiyo. Oyo. DJ. Atere. DJ. Abarandia. Na roho brandiga. Abarandia biamono. Because you prayed for me. I met all of you. Be a one in the side thank you. Again, I want to thank the police to have moved the ship to make sure there is peace. Law was followed at all times. Thank you, the county security team. And even I saw another TV of JSU. Karibuni ndugu zetu hapa Kisii. Na umepata hakukuwa na fujo. Hivi ndivyo tulivyo. Kwa hivyo tunashukuru, asante sana, tuendelee kujenga nchi yetu. Asante. Pastor tuombe. No. I want Pastor to pray so that Mambo to sing the famous song Simbaleta. Thank you. Basi naomba wote tuweze kuinamisha vichwa tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi ya maji. Asante kwa sababu ya siku ya leo ambapo umemteua mtumishi wako Paul Simba Arati kama gavana wa pili wa jimbo la Kisii. Neno lako limetimia siku ya leo lililosema ya kwamba jiwe lile lililokataliwa, lile lililodharauliwa, imewezekana limekuwa ndilo jiwe la pembeni. Paul Simba Arati, kama yule Daudi mdogo, umempaka mafuta na umemwezesha kutawazwa siku ya leo kama gavana mteule wa jimbo la Kisii. Baba, tunashukuru kwa sababu ya utu wema wake na kwa sababu ya uwezo wake wakati wa kutamka dhambi kwa jina lake. Amekuwa ni mahiri kwa kupigania wanyonge. Amekuwa ni mahiri kwa kukataa ufisadi katika jimbo letu la Kisii. Baba, naomba ujasiri ambao umempa uweze kuendelea hata katika harakati hatamu ya uongozi wake katika jimbo hili.
siku ya 3. Bado tuko na siku 4. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi aweze kutuambia na kutokana na hesabu zangu kwamba yuko na muda na shughuli ambayo inaendelea kwa sasa ndio shughuli ya muhimu zaidi. Utakumbuka ya kwamba mwaka 2017 mahakama ya juu zaidi iliweza kusema kwamba uchaguzi haukuwa haki na ukweli kutokana na jinsi counting na tallying ilifanyika na kuhaswa forms 34A, na hili ni jambo lazima tume ingetilia maanani kwa wakati huu. Na kuna utaratibu ambao tume imefuatilia kutokana na maagizo ya koti, na hiyo ni kwamba forms 34A ziweze kuwekwa wazi, na hiyo imetendeka. Na ile shughuli inaendelea kwa sahizi. Vyama vilitarajiwa viwe na maajenti katika vituo vya kupiga kura. Na inamaanisha kwamba maajenti wameweza kuwatumia forms 34A ambayo ilitumwa, ambayo ilitengezwa katika polling station. Na hiyo form ndio ilipigwa picha, ikanaswa, ikawekwa katika mtandao, ikaingia kwa portal ya IEBC. Na hiyo form ndio returning officer katika constituency amekuja nayo hapa, na sasa wanaangalia, alafu wanakombea na form 34B ambayo ni kujumuisha tallings, final tallings kutoka kwa polling station tofauti kuwe katika level ya constituency. Wanaangalia hayo, wakithibitisha inahesabiwa. Na hiyo shughuli lazima iendelee. Ningewasihi wa Kenya wawe wenye nidhamu, wawe wenye utulivu. Sisi wenyewe ndio tulitaka mpangilio huu, na wacha tume ya uchaguzi ifuatilie mpango huu kimakini ili uchaguzi matokeo yakitolewa tukue kwamba ni watu wenye tumefuata sheria. Na ningesema ni bora kungoja siku kadhaa tupewe majibu yaliyo halali kuliko kuharakisha alafu turudi mahakamani tena, mahakama iweze kusema utaratibu au kufuatwa, basi tena tuanze miezi mingine miwili ya siasa. Na sio tu eti ni vibaya, sababu kwenda mahakamani ni haki ya kila Mkenya. Ni haki ya kila Mkenya, na ni baadhi ya mbinu ya kuwatuliza pia wale ambao wamehuzunika na kushindwa. Shukran sana Abubakar. Umekuwa pale ndani na umekuwa kitazama kule nje, lakini hapa ndani shughuli wa Kenya wanasema kwamba inakwenda pole pole sana. Wamesubiria kwa muda. Ukiwa pale ndani, nini ambacho kinakuonyesha kwamba shughuli inaendelea na kwa umakinifu, na unaeleza wa Kenya kwanza watulie, watapata majibu? Shukran sana. Pale ndani, hii ndio inaitwa National Tallying Center, na vile Frank amesema sasa tunajumuisha matokeo kutoka mashinani. So ukiangalia kuna meza kadhaa hapo, na kila meza unapata kuna maafisa wa IEBC, na kuna muhimu sana kuna maagenti au kila chama cha kisiasa lazima wawe na mtu wao hapo aweze kuangalia vile, na kama hawana IEBC inampa kabisa. Sasa ni muhimu hiyo kazi ifanywe tu pole pole na kwa utulivu. So kazi yetu si hapo ni kuangalia kama maagents wako, na kama wako, kama wamekuwa represented ndio lazima kwa vile umesema kama hawana wanasaidia. So ni muhimu tutulie kama patia IEBC nafasi. Sheria inapatia siku 7. Najua tunasema kuna ni excitement. Tumepiga kura. Kwanza kuna watu walikuwa nafikiria hiyo tarehe 9 usiku wakifungua TV hapo. Lakini Ini
Na kunazo area kama kule Wajia Elders, uchaguzi ulifanyika, utatangazwa na hatuna uhakika kwamba atafaulu. Basi ndani tutasema umeanza kufeli, lakini kwa saizi tumpe nafasi, tumpunguzie kelele, tupunguze kiherehere, tuwe watulivu, tufanye shughuli zingine. Uchaguzi utatangazwa na sioni tofauti ni nini. Sababu mmoja atakuwa president, mwingine atakuwa resident with privileges. Na hiyo haina tofauti kubwa. Wakenya wameweza kuamua, basi na tuendelee na maisha. Abubakar, uchaguzi huu, kwa nilikuwa nimeuliza swali hili tukiwa off air, lakini huu ndio uchaguzi ambao umekuwa na uwazi na demokrasia, na kwamba IEBC wakati huu huenda isiwe na wakati mgumu kuliko mwaka 2017. Wewe kwa mtazamo wako? Okay, mpaka saizi tunasema mambo yako sawa. Unajua lazima umalize kazi ndio tuweze kusema kweli mambo imekuwa shwari. Lakini ni kweli IEBC imejipanga. Tunajua walikuwa na shida ya kupata fedha kufanya kazi, but lazima tuwapatie hongera mpaka pale wamefika kufanya kazi vizuri, kuweka matokeo kwa portal vizuri. But in terms of kama demokrasia, wananchi, unajua demokrasia lazima pia wananchi wajihusishe. Sasa ukiangalia huu mwaka wananchi si wengi wamejitokeza kupiga kura. Uliangalia tuko 22 million registered voters. Wangapi wametoka kupiga kura? Milioni 14 hivi. Exactly. Alafu kumbuka pia IEBC ikiandikisha ikiwa sajili wapigaji kura, ulipata vijana wengi hawakujiandikisha. So bado tuna kazi. So acha tuiangalie vile itakuwa. IEBC kisha tangaza kabisa, tunaweza kusema level ya demokrasia iko wapi. Lakini upande wa wananchi tunasema kidogo wametuangusha. Hawakutoka vizuri kupiga kura. Kwa hiyo unajua lazima wajitokeze wachague viongozi wao. Lakini kama sasa ukika nyumbani unaacha watu wengine kuchagulia kiongozi alafu waanze kulia, haisaidii. Frank, nikuulize swali hilo. Uchaguzi huu ndio wa demokrasia na uwazi ambao hatujauona kwa miaka mingi? Nadhani ni mapema. Tuwape pongezi kwanza tume ya uchaguzi kwa maandalizi yanayostahili ya kuweka uwazi na kuhakikisha kwamba masuala yote ambayo imeibuka kutokana na changamoto zozote kwa uchaguzi huu imeweza kutatuliwa na wananchi wameridhika. Na pia tuwapongeze wananchi kwa kuwa watulivu na kufuata mtindo wa demokrasia na kujitokeza. Ni kwa uchache, lakini nadhani kwamba nambari hizo ziko sawa tu kulingana na vile watu walifaa kusafiri na mambo kama hayo. Hatuwezi kuweka kigezo kwa wakati huu sababu kama ni mita 100 IEBC ilikuwa inakimbia, basi wamekimbia mita kama 70-80. Na tumeona ya kwamba kutokana na experience tunayo, kupiga kura katika vituo sio shida. Shida huanza na kusafirisha haya matokeo kutoka vituo vya kupigia kura hadi National Tallying Center, na ile shughuli ya kuweka kwamba hesabu hizi zote zijumuishwe na tuwe na majibu ambayo yanaeleweka. Na hayo ndio mambo tunaendelea kwa sahizi. Kama waangalizi tunaona shughuli inaendelea vema, haswa la jambo la kuweka wazi matokeo kutoka kwa constituency, kutoka kwa polling station ni jambo la maana sana.